Karibu sana kwenye uchambuzi wetu. Sasa hivi dunia imebadilika kabisa. Sio lazima uwe na ofisi au duka kubwa mtaani ili kuingiza kipato. Watu wengi sana wanatengeneza pesa kila siku kutokea majumbani mwao, na hapa Tanzania hii fursa inakuwa kwa kasi ya ajabu. Leo tutachambua njia 5 rahisi za vitendo na zilizo halali kabisa za kuanza kuingiza pesa mtandaoni, na uzuri ni kwamba unahitaji tu simu yako ulionayo mkononi. Lakini kwanza, hebu nikuulize hili swali ambalo ni la msingi sana. Una simu janja mkononi mwako lakini bado huna kipato? Fikiria hilo kidogo. Inaumiza, si ndio? Unanunua bando kila siku, unatumia muda mwingi sana mtandaoni kuperuzi, lakini huingizi chochote. Vipi kama hiyo simu unayoishika sasa hivi, huo muda unaotumia, vikawa ndio ufunguo wako wa kutengeneza pesa? Hebu vuta picha. Kijana mmoja hapa Tanzania alianza na simu tu. Hakuwa na kompyuta ya bei mbaya, hakuwa na mtaji wowote wa biashara. Ni simu na bando tu. Lakini leo hii anapata pesa kila siku mtandaoni. Anajiingizia kipato chake chote kwa kutumia tu kiganja chake. Na hii sio hadithi za vijiweni, ni uhalisia ambao upo. Kama yeye na wengine wengi wameweza, kwa nini wewe ushindwe? Inawezekana kabisa. Tayari kuijua siri? Haya, twende namba 1. Okay, tuingie moja kwa moja kwenye hii. Njia ya kwanza kabisa na ambayo ni rahisi sana kwa wewe unayeanza ni kutumia apps za kupata pesa. Ndiyo, umesikia vizuri kabisa. Kuna apps ambazo zimetengenezwa maalum kukupa kiasi fulani cha pesa kwa kufanya mambo madogo madogo tu ya kawaida. Hizi apps zinakulipa kwa mambo ambayo labda tayari unayafanya bure. Kwa mfano, kuna apps zinazokulipa kwa kutembea tu. Yaani unapiga hatua zako, app inahesabu, wewe unaingiza senti. Nyingine zinakulipa ukiangalia matangazo mafupi, na nyingine ukiwa unajaza dodoso au surveys kutoa maoni yako. Sasa, hii haitakufanya uwe milionea mara moja, hapana, lakini ni njia nzuri sana ya kuanza kuingiza kipato kidogo ukiwa kwenye daladala au umepumzika sebuleni, bila kuhitaji ujuzi wowote ule. Twende haraka, namba 2. Affiliate marketing. Kwa lugha nyepesi kabisa, hii ni biashara ya kuuza bidhaa za watu wengine au kampuni nyingine na wewe unapata commission. Uzuri wa hii njia ni upi? Huhitaji kuwa na mzigo wako mwenyewe ndani na huhitaji mtaji kwanza. Unachohitaji ni simu yako tu. Na hii inaonyesha wazi jinsi mchakato mzima ulivyo rahisi. Hatua ya kwanza, wewe unashare tu link ya bidhaa kutoka kwenye makampuni kama Jumia, Amazon au yale yanayouza kozi mtandaoni. Hatua ya pili, mtu akivutiwa na ile bidhaa na kununua kupitia link yako, basi hatua ya 3 ni wewe kupewa asilimia yako ya faida moja kwa moja. Rahisi sana, sivyo? Sasa tuko namba 3, na hapa ndio mambo yanazidi kunoga. Biashara mtandaoni kupitia WhatsApp na Instagram. Hapa sasa unachukua ile mitandao yako ya kijamii unayochati kila siku na kuigeuza kuwa duka lako rasmi. Sio tena sehemu ya kupiga story tu, inakuwa ofisi. Fikiria hili. Huhitaji kuhangaika kulipia fremu mtaani au kuwaza kodi ya mwezi. Unaweza kuuza nguo, viatu, saa, electronics au hata bidhaa za mapambo. Unachukua picha kali, unaposti kwenye WhatsApp status yako au Instagram na Facebook, na wateja wanakutafuta wenyewe kwenye DM. Kama yule kijana tuliyemzungumzia mwanzo, simu inakuwa ndio kila kitu. Lakini subiri kidogo. Njia ya mwisho ndio watu wengi hawajui, na kiukweli ndio njia inayoweza kubadilisha kabisa maisha yako ukiifanya kwa usahihi. Baki nami hapa mpaka mwisho iugundue. Okay, tuendelee. Namba 4. Content creation na YouTube. Ikiwa unapenda ubunifu, huu ndio uwanja wako. Kuunda maudhui kwa ajili ya YouTube, TikTok, Facebook au Instagram ni njia kubwa sana ya kuingiza kipato siku hizi. Utalipwa kupitia matangazo yanayowekwa kwenye video zako, udhamini wa makampuni na hata zawadi za moja kwa moja. Na usiwaze kuhusu kamera za milioni. Simu yako hiyo hiyo inatosha kuanza kurekodi na kutoa elimu, burudani au hamasa. Sasa siri ya mafanikio hapa sio bahati. Asikudanganye mtu. Kuna mambo 3 tu ya msingi. 1, consistency, yani kuweka video zako mara kwa mara bila kukata tamaa. 2, content yenye thamani.
Hakikisha video zako zinafundisha kitu au kuburudisha kweli. Na tatu, ukifanya hayo mawili, utajenga wafuasi wako. Watu wataanza kukuamini, na hapo ndipo pesa inapoanza kuingia. Na sasa tumefika kwenye ile njia tuliyokuwa tunaiboresha. Namba 5. Freelancing au kufanya kazi za mtandaoni kwa kujitegemea. Hii ni kuuza ujuzi wako kwa wateja mbalimbali duniani kote ukiwa nyumbani. Huna ujuzi? Hakuna shida. Unaweza kufanya kazi za kuandika makala, kutafsiri lugha, kusimamia kurasa za kijamii za wafanyabiashara au hata kufanya voiceovers. Kazi nyingi sana zinaweza kufanywa vizuri kabisa kwa kutumia simu tu. Uzuri wake ni nini? Sifuri mtaji. Mtaji pekee unaohitajika hapa ni ule ujuzi ulioubeba kichwani mwako. Jambo la msingi kabisa ni hili. Jinsi ya kuanza ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, nenda kajifunze ujuzi mmoja, tuseme uandishi. Pili, fungua account kwenye mitandao ya kazi kama Fiverr au Upwork. Na tatu, anza kwa kutoza bei ndogo kidogo ili upate wateja wa kwanza na wakubakishie reviews nzuri. Hizo reviews ndio zitafanya wateja wakubwa wakutafute baadaye. Sasa, tuweke mambo sawa kabla hatujafunga uchambuzi wetu. Ni muhimu sana uelewe hili. Kutengeneza pesa mtandaoni ni uhalisia. Ipo kweli, lakini epuka kabisa mambo ya utajiri wa haraka na utapeli. Kama mtu anakwambia uweke hela leo ili upate mara 2 kesho, kimbia. Huu ni upanda mmoja. Uhalisia unahitaji nini? Unahitaji uvumilivu na elimu. Pesa ya mtandaoni haidondoki tu kama mvua. Inahitaji uwekeze muda wako, uwe na nidhamu na uendelee kujifunza kila kukicha. Ukiamua kuanza leo na ukawa na msimamo na kuahidi, miezi michache ijayo utaanza kuona matokeo. Sasa ni zamu yako kuchukua hatua. Kama upo tayari kabisa kuifanya hiyo simu yako ianze kukuingizia kipato, comment nataka nikusaidie kuanza safari yako. Niambie pia kwenye comments ni njia ipi kati ya hizi 5 imekuvutia zaidi. Asante sana kwa kuwa nami kwenye uchambuzi huu na tukutane wakati ujao.